Nawe furaha yako ni ipi kushiriki katika tukio hili la kihistoria hapa Jimbo Katoliki? Kwa kweli tunafurahi kwamba jimbo limepata mchungaji ambaye ataliongoza baada ya askofu akiwepo kustaafu. Kwa hiyo tunafurahi kama kanisa kwa ujumla, lakini watu wote kwa ujumla, kwa sababu askofu ni kiongozi wa watu wa taifa la Mungu. Tunafurahi kwa pia kumwombea ili aendelee kuwa na afya na nguvu kutuliza wajibu wake kama mchungaji katika jimbo hili. Hongera sana. Asante sana. Baba Nzigiro, wakati Baba Mtakatifu anatoa uteuzi wa askofu yeyote yule ambaye anateuliwa, baada ya kupokea ule uteuzi, kama askofu wa mfano, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida mchakato unapofanyika, kuna maaskofu watakuwa wameshaulizwa kwamba kuna majina haya yanapendekezwa, mnasemaje? Basi kuna maaskofu watakaoulizwa watatoa mapendekezo yao, au tunaacha ofisi ya Baba Mtakatifu ikamilishe uteuzi, na uteuzi ukikamilika, basi huwa tunajulishwa siku moja pili kabla ya kutangazwa, na basi sisi tunakuwa tunaanza kufurahia ile sherehe ya uteuzi mapema kidogo, na tunanyoosha mkono kwa Mwenyezi Mungu. Asante kwa kusikia sala zetu, tunafurahi sana. Naomba swali hili lije kwako Baba. Wakati Baba Mtakatifu anamteua Mhashamu Muyali askofu mteule, alikuwa pamoja na kwamba afya yake ilikuwa inatetereka, lakini alikuwa ni mzima, lakini leo anazikwa na kesho tunafanya mashangilio. Labda hiki utaratibu wa kanisa mkoje? Kama leo tukafanya mashangilio wakati kiongozi wetu wa kanisa amefariki, na siku leo anazikwa na kesho bado maombolezo yanaendelea. Na hapo ndipo tunapoanza kuelewa lile fungu la ukombozi wetu. Hata kukombolewa kwetu, Yesu aliteseka, lakini ndani ya teseka, mateso hayo na huzuni, tunafurahi kwa moyo kukombolewa. Baba Mtakatifu Francisco amefariki, amekufa leo, na sisi leo tunapokea askofu Muyali hapa jimbo la Iringa, na kesho tutamweka wakfu na kumsimika. Na Roma ilitangaza kabisa kwamba pamoja na kwamba kanisa limepata msiba huu mkubwa wa kiulimwengu, walitoa maelekezo kabisa shughuli zote za kikanisa katika majimbo ziendelee kama zilivyokuwa zimepangwa. Mwongozo ulishatolewa, vinginevyo tungeweza kufanya tafakari mengine, lakini maelekezo hapo tayari yalishatolewa na kanisa ulimwengu kwamba ni kweli msiba umetokea, lakini wakati unatokea tayari majimbo na makanisa ulimwenguni kote walikuwa na mipango na ratiba mbalimbali za kichungaji na za kiimani, wakisema hizo ziendelee kama zilivyopangwa. Ndio maana sisi tunaendelea ili tuweze kutafakari kwamba ndani ya huzuni hii kuna furaha, kama ambavyo tumeweza kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Ndani ya mateso ya Kristo kuna ukombozi, kwa tunaunganisha mateso na furaha katika kukamilisha kazi hii ya ukombozi. Tunashukuru Papa Francisco ametuchagulia askofu mpya hapa, na Mwenyezi Mungu akapenda kumchukua kwake. Tunashukuru, tunahuzunika, lakini tunafurahi vile vile. Hakika Baba. Ndio. Pole na hongera. Asante sana, asante. Sasa huo ni utaratibu ambao upo au ni utaratibu wa hivi karibuni, utaratibu wa kudumu kwamba ikitokea msiba wakati kuna tukio lingine la kikanisa uendelee, hizo sherehe ziendelee, au tu ni utaratibu ambao umetolewa hivi karibuni? Hapa ni mwongozo wa kawaida, lakini kuna busara kutegemea aina ya tukio. Yangeweza kuwepo kwa baadhi ya matukio ambayo unaweza kuahirisha bila kuleta athari kubwa katika maandalizi, ingeweza kuahirishwa kidogo, lakini kwa hili na maandalizi yake ambayo inahusisha sio tu watu wa Iringa, inahusisha watu wa taifa zima na hata nje ya nchi, kuliahirisha linakuwa na athari kubwa kuliko kuliendeleza, hasa ukizingatia kwamba ruhusa kuliendeleza tayari ipo. Ndio. Hongera sana Baba. Nigeukie kwa Askofu Lagweni huko. Umefanya kazi na taasisi Shangale Lekundu kwa muda mrefu sana, nafikiri kama sio muda mfupi, utatueleza unamfahamu kwa namna gani taasisi Shangale Lekundu ambaye tayari ameshastaafu? Asante sana. Askofu taasisi tunafahamu kwa muda wa kutosha kabla hata sijawa askofu, kwa sababu katika kanisa amekuwa akihudumia. Sifahamu sana akiwa padri, lakini tangu amekuwa askofu akiwa kule Sumbawanga, walau habari zake jinsi alivyofanya utume kupata, lakini akiwa askofu wa Iringa nimefahamu, na baadaye nilipojiunga mimi mwenyewe au nilipoteuliwa kwa askofu nilipata nafasi pia ya kukaa naye, kuongea naye. Kwa kweli baba mwenye busara, mwenye hekima, mtu ambaye ni imara sana katika imani wakati wote, kwa kila jambo
anaonyesha kuwa na matumaini. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wake, zawadi ya maisha yake kwa ujumla, imani aliyonayo, wito aliompa na huduma nyingi alizotoa jimbo la Iringa, maeneo mengine aliyohudumia, lakini pia kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Amekuwa na nafasi muhimu sana, shakuwa rais wa baraza, lakini pia amehudumia idara mbalimbali katika Baraza la Maaskofu Tanzania. Kwa hiyo mchango wake ni mkubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa maisha yake na utume ambao ameonyesha. Ni kama kazi aliyofanya anastahili kupumzika sasa. Ni kweli anapaswa kupumzika kutokana na umri, kwa kanuni anapaswa, lakini vile vile umri, afya. Kwa hiyo wengine anawapisha. Tunamshukuru Mungu, tayari yuko mwingine sasa ambaye atasaidia pale ambapo alikuwa anashika kijiti, anaendelea kutoka baada ya kuchukua. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Asante sana. La mwisho kabisa baba, kwenye mitandao ya kijamii tumeona ni kama tunaweza kusema sijui ni kampeni au ni mitazamo ya watu kwamba inawezekana katika uchaguzi huu wa Baba Mtakatifu wataweza kupatikana na mababa watakatifu pengine Mwafrika, na tayari kuna wameshaanza kutajwa pale, sijui mmoja anatokea Ghana, sijui mmoja anatokea pale. Hili lipoje? Huu mtazamo unatoka wapi au ni mtazamo potoshi? Hapana, huo ni tunataka kusema kwamba ni uhuru wa watu kutoa maoni yao. Hiyo huwezi kuzuia mtu kufikiri anavyofanya, anavyofikiria au anavyopenda yeye. Lakini tu kitu kimoja tu niwaambie watazamaji wetu kwamba makardinali wale watakaoingia kwenye kile chumba cha uchaguzi ndio wenye majibu ya nani atakayekuwa Baba Mtakatifu. Haya mengine yote mnaosikia kwenye mitandao, yani hayo mimi naongea kwa asilimia kubwa tu kwamba hayajakaa hivyo. Wale wazee mimi nawajua sana, wale makardinali wetu wakiingia kule huwa hawasikilizaji sana mambo ya mitandaoni, wenyewe watasali, watamsikiliza Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kupitia wao atuambia huyu ataliongoza kanisa. Hizo nyingine ni media tu, basi ni opinion zao, ni maoni yao, tunaweza tukasikiliza, lakini wajua kwa asilimia zote yale hayanakuwa na athari zote kwa makardinali kule ndani ya conclave wakati wa kumchagua Baba Mtakatifu. Naomba niwashukuru wote kwa pamoja. Niwashukuru kwa muda wenu. Najua mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Mbulu na kutoka Mpanda. Ni mbali kweli kweli mmefika hapa. Niwape pole kwa safari na niwatakie maandalizi mema. Kwanza ya masifu jioni, baadaye masifu ya jioni, lakini hatimaye adhimisho la misa takatifu ya kuweka wakfu kesho Mwasha Mkuhani. Asante sana. Kila la heri. Asante. Asante.